Sikiliza formula ya kiroho. Usikurupuke. Usidhani Mungu hayupo. Usidhani Mungu hasikii. Hamna. Kuna wakati Mungu anasikia kile ulichokuwa nacho. Mungu anasikia maombolezo uliyokuwa nayo. Kikubwa umesimama katika haki. Kikubwa umesimama katika usafi wa Roho Mtakatifu. Kikubwa usijaribu kulia kwa Mungu ukiwa unaendelea kufanya malaya, unaendelea kufanya uzinzi. No. Na msikate kipande hiki. Kipost hivi utakaye share. Sasa usio kasema kwa sababu mimi ni malaya ngoja nisikapost. Post hivyo hivyo. Ili ujue unapongangania, unapokomalia haki fulani, wewe mwenyewe anza kuwa safi. Usio unaiba mke wa mwenzio halafu unasema anadai haki. Usio unamdhulumu mwenzio shilingi 30,000 halafu unamdai aliyekudhulumu milioni 100. Wote ni wadhulumaji. Wewe ni mdhulumaji mdogo, mwingine mdhulumaji mkubwa. Na wewe unaweza kadi mdhulumaji mkubwa pia kutokana na wewe ndio uliyemdhulumu 30,000 ndio kiwango chake cha mwisho cha uwezo. Na wewe uliyemdhulumu na yeye aliyemdhulumu milioni 30 huenda na mamilioni mamia. Kwa wewe utakuwa ni mbaya zaidi. Yesu alisema kwamba huyu mtu ametoa sadaka kubwa kuliko, kwa sababu akatoa kiwango cha mwisho. Lakini sio kwamba ilikuwa ni hela kubwa, ilikuwa ni hela ndogo. Napenda niwasalimu kupitia jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Nina neno fupi sana kwa ajili ya faraja katikati ya mapito au magumu. Unajua kwa asili mwanadamu unapokuwa unapita katika mapito fulani, unatamani sana kushuhudia, ikiwezekana yule anayekutesa au yule aliye sababu ya wewe kupitia kwenye hayo mateso. Kwa wale ambao tunamtumaini Mungu, kwa wale ambao huwa tunamtegemea Mungu, kwa wale ambao tunajua maandiko yanasema katika Zaburi 127 ya kwamba Bwana asipoulinda mji, lindaye anakeshaye anafanya kazi bure. Lakini pia Bwana asipoijenga nyumba, yeye ajengaye pia anafanya kazi bure. Katika Zaburi 127 na ule mstari wa kwanza kabisa pale, kwamba Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure, na Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Sisi wale au sisi ambao huwa tunaamini Mungu huwa anajibu tena kwa wakati, huwa tunafahamu kwamba kuna majira ambayo unaweza kuwa unapita kwenye magumu. Unaupa ujumbe mtu, msikilize kwa makini sana, na kiweza kushare. Wenda sitaongea kama unavyotaka wewe, na wenda ambavyo ungetamani nizungumze, lakini huu ndio ukweli. Wale ambao tunaamini katika neno la Mungu, na kukumbusha kisa kidogo kwamba asilimia kubwa wanadamu huwa tunapenda wale wanaotutesa, wanaotupitisha kwenye magumu, wanaotufanya tuhuzunike. Mungu awachukulie hatua haraka, Mungu awaadhibu haraka. Lakini kiimani mambo hayako hivyo. Kwa wale tunaoamini Mungu mambo hayako hivyo. Kuna wakati ukisoma Biblia vizuri katika kitabu cha Kutoka, Biblia inasema kwamba Farao, yule mfalme wa Misri, aliwazuia sana wana wa Israeli kutoka. Na kama unavyojua wana Israeli waliteseka miaka mingi sana. Kuna wakati nimehubiri kwa habari ya wakati wa Bwana ni wakati sahihi, na wakati wake ukifika hakuna mwanadamu anayeweza kutumia aina yoyote ya uwezo wa kuzuia wakati wa Bwana. Hilo naomba tuliamini. Sasa nikwambie kitu kimoja, kile usichokipenda ndicho Mungu anachokitenda. Pale unapotamani yule aliye sababu ya wewe kuteseka, kuumia, iwe kwenye familia, iwe kwenye ukoo, iwe kwenye eneo la kazi, iwe ni kwenye mkoa wako, iwe kwenye wilaya, iwe kwenye taifa, iwe kwenye dunia, unasema kuna mtu anakuumiza sana, huwa unatamani sana kama Mungu angeanza kushughulika, angeshughulika na huyo. Lakini Mungu alivyo huwa haanzi kushughulika na huyo. Umeelewa vizuri? Ukisoma vizuri safari ya wana wa Israeli walipokuwa kule Misri, Mungu aliruhusu mapigo mengi sana kupitia mkono wa Musa. Lakini Mungu hakuanza kumpiga Farao. Mungu hakuanza kumpiga yule aliyekuwa sababu ya mateso. Mungu hutaka yani vile ambavyo wewe ulikuwa unaumia. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Iko hivi. Let's say mimi nakutesa. Mimi napokuwa nakutesa, moyo wako unatamani ikiwezekana Mungu ashughulike na mimi muda ule unaotaka wewe. Lakini Mungu huwa anaangalia kiwango kile ambacho unateseka, huwa anatamani na mimi ninayekutesa nije kuumia. Kwa sababu hiyo, wewe yako yanayokutesa nje ya mwili wako, mengine ni ndani ya mwili wako. Na maanisha nini? Wenda kuna kiongozi katika familia, katika jamii, eneo lolote lile, au kuna mkubwa wako katika familia anakutesa. Sikiliza,
Kuna mateso ndani ya mwili, kuna mateso nje. Nje manake nini? Uende ungetamani kusoma, hujasoma kwa sababu ya aina fulani ya jamii iliyokuzunguka au walioko mbele yako. Ungetamani uwe na maisha mazuri lakini imeshindikana. Ungetamani ufanikiwe mmoja, lakini kuna watu wamezuia mambo hayo. Unapoteseka, Mungu anatamani kwamba kiwango kile kile unachoteseka na wale wanaokutesa waje kuteseka. Sasa Mungu akianza kuwaadhibu wale wanaokutesa, watateseka wapi? Ndio wameadhibiwa. Let's say aliyekutesa miaka 20 ya maisha yako, yeye anakula raha tu, anakula starehe tu, wewe unatamani tu siku moja na yeye aondolewe, anauawa. Sasa ameteseka wapi? Kwa Mungu aliruhusu Farao. Nisikilize vizuri kwa sikio la rohoni, nisikize kwa sikio la rohoni. Mungu aliruhusu mapigo mengi ambayo Farao kuna wakati alikuwa anarudi anasema kwamba basi nimewaruhusu Waisraeli, ondokeni. Baadaye anasema no, msiondoke. Mungu anapiga tena. Mungu alitaka maumivu yale yale aliyokuwa na watesa wengine na yeye aje kuteseka. Baadaye Farao mpaka wanakufa wazaliwa wa kwanza, na Mungu akaruhusu mpaka mzaliwa wake wa kwanza aondoke. Maumivu kiwango, afu baadaye ndio Mungu akaja kufunga kazi, akafunga kazi na kwa Farao. Sijui umenielewa kwa sikio la rohoni hapo? Na maanisha nini? Kuwa mvumilivu. Maandiko yanasema ombea adui yako, mtakie mema. Kwa nini mtakie mema? Katuna aliimba mtu mmoja Peace Muru akasema, ombea adui yako aishi siku nyingi, ili utapofanikiwa ajionee kwa macho. Maana yake nini? Unatakiwa kumwombea mema. Ombea mema, sio tu abarikiwe. Mema ili kuna wakati atakapokuwa anavuna, wewe utakapokuwa unapozwa, na yeye awe anaumizwa. Na ndio maana Mungu ameweka makusudi. Unapoishi katika dhambi, unapoishi katika kuonea, unapoishi katika kudhulumu, unapoishi katika dhuluma, unapoishi katika namna yoyote ya kikatili, ya kigaidi, unapoishi katika namna yoyote mbaya, Mungu ameacha kwa makusudi. Kuna wakati huyu mwingine atakuwa anafurahia kule mbinguni, afu huyu mwingine atakuwa anateseka. Soma Luka 16 pale kwanza mstari wa 19, utaona hayo maisha. Kuna wakati tajiri aliishi maisha ya anasa, baadaye akaenda kuishi maisha ya mateso. Lakini mwingine aliishi maisha ya mateso, baadaye akaenda kuishi maisha ya raha. Kwa hiyo sikiliza formula ya kiroho, usikurupuke. Usidhani Mungu hayupo, usidhani Mungu hasikii. Amna. Kuna wakati Mungu anasikia kile ulichokuwa nacho. Mungu anasikia maombolezo uliokuwa nayo. Kikubwa umesimama katika haki, kikubwa umesimama katika usafi wa Roho Mtakatifu. Kikubwa usijaribu kulia kwa Mungu ukiwa unaendelea kufanya malaya, unaendelea kufanya uzinzi. No. Na msikate kipande hiki. Positive hivi utakaye share. Sasa usio kasema kwa sababu mimi ni malaya ngoja nisikapost. Post hivyo. Ili ujue unapongangania, unapokomalia haki fulani, wewe mwenyewe anza kuwa safi. Usio unaiba mke wa mwenzio halafu unasema anadai haki. Usio unamdhulumu mwenzio shilingi 30 halafu unamdai aliyekudhulumu milioni 100. Wote ni wadhulumaji. Wewe ni mdhulumaji mdogo, mwingine mdhulumaji mkubwa. Na wewe unaweza kadi mdhulumaji mkubwa pia, kutokana na wewe ndio uliyemdhulumu 30,000 ndio kiwango chake cha mwisho cha uwezo. Na wewe uliyemdhulumu na yeye aliyemdhulumu milioni 30 huenda na mamilioni mamia. Kwa hiyo wewe utakuwa ni mbaya zaidi. Yesu alisema kwamba huyu mtu ametoa sadaka kubwa kuliko, kwa sababu akatoa kiwango cha mwisho. Lakini sio kwamba ilikuwa ni hela kubwa, ilikuwa ni hela ndogo. Kwa hivyo mwamini Mungu. Kuna wakati Mungu anaacha hayo yanayoendelea kwako, ili ifike hatua wale waliohusika kukufikisha hapo waadhibiwe, na wewe unaona kwa macho yako. Zaidi ya yote, usiache kuamini Mungu, usiache kutenda katika mema, usiache kutenda mema. Zaidi ya yote, sasa ni nyakati za maandalio. Uwe makini, jiandae. Tuko safari na nyakati za mwisho. Mungu hajibu kama unavyotaka wewe. Kuna wakati hutamani awadhibu yule maumivu yale ambayo wewe na wengine uliumia. Mungu anataka uyaone, na yeye aliyehusika, hiyo kwenye ukoo wako, kwenye familia yako, kwenye jamii yako, kwenye namna yoyote, eneo lote uliokuwepo, ayashuhudie. Yaani vile ambavyo mtu alikuwa anakula watoto wa mwenzao, alikuwa anajisikia raha. Mungu anatamani na watoto wake waje kuliwa, halafu maumivu yale ambayo alikuwa anasikia wengine, naye aje kuyasikia. Kwa kuna wakati katika imani, sisi watu wa imani tunaamini hivyo. Na wewe mtu wa imani amini hivyo. Na wewe mtu ambaye unapita kwenye mateso amini hivyo. Usiache kuamini Mungu.
Usiseme nitapambana mimi, Mungu saizi amechoka. Hapana, usiache hizo lugha. Mwamini Mungu. Mwamini Mungu. Mungu anaweza. Mungu anatosha. Tusiache kuomba. Tusiache kuomba. Tusiache kujiandaa. Yeye Mungu ni mwaminifu. Atakusaidia. Kimbia dhambi. Tubu dhambi. Hujaokoka, mpe Yesu maisha mapema sana. Badili mwelekeo wako wa maisha. Anza na wewe kugeuka. Anza wewe kubadilika. Anza wewe kuwa mwenye haki. Anza wewe, na neema Kristo iwe pamoja nawe. Huu ndio ujumbe wangu. Amen.